Waligani mwanafamilia wa Arena TV, bana, salamu nyingi zikufikie wewe mpenzi na rafiki wa soka. Bana, leo katika simulizi za michezo tunaye star mmoja mkubwa ambaye si mwingine bali ni Ousmane Dembele. Sasa siku ya leo sitamzungumzia yeye sana, bali nitamzungumzia mke wake ambaye anajulikana kwa jina la Rita Ebok, ambaye ana mchango mkubwa sana katika mafanikio ya Ousmane Dembele. Sasa kana mimi mwanzo mpaka mwisho nikujuze simulizi hii ambayo ni ya ukweli kabisa. Bana, Ousmane Dembele alianza na umaarufu mkubwa sana akiwa na uwezo wake mkubwa wa dribbling, kasi ya kutisha, uwezo wa kubadili direction kwa haraka, lakini alikuja kuharibiwa na majeraha ya mara kwa mara mpaka watu wakawa wanamuita Mr. Majeraha, kwa maana akitoka mazoezini ni hospitalini na akitoka hospitalini ni mazoezini. Lakini pia hakuwa na nidhamu ya michezo, muda mwingi alikuwa amejikita katika mitandao na michezo yote ambayo inahusiana na masuala ya mitandao. Bana, kisha kiwango chake kikapungua na akawa ni mtu ambaye anajulikana kama mzee wa majeraha. Sasa mwaka 2021 mwamba huyu alioa mwanamke ambaye anajulikana kwa jina la Rita Ebok, ambaye ni mwanadada kutoka pale Morocco, ni TikTok star, lakini pia ni influencer na mwanamke mwenye imani ya Kiislamu. Rita sio mtu tu wa kusherekea kwenye Elan kila siku, yeye anapenda afya ya familia, utu, heshima na maisha ya nyumbani, kuwa na utulivu, lakini pia amejitoa sana katika kumbadilisha mume wake. Tukumbuke kwamba msaada wake wa kimoyo na akili umekuwa na mchango mkubwa sana kwa star huyu ambaye ni Ousmane Dembele. Sasa baada ya ndoa mwaka 2021, Dembele alianza kuwa na nidhamu ya kutosha, lakini pia lishe kwake iliboreshwa, resti ikawa sahihi, mazoezi ya kila siku akayaona kama ni wajibu wake ambao anapaswa kuufanya kila siku. Akawa na msimamo wa kusimamia maisha yake ya kibinafsi, kuwa baba na mshauri wa nyumba. Kama tunavyojua, baba ndo kichwa cha familia. Hii ilimpatia motisha ya kucheza si kwa ajili ya sifa tu, lakini pia kwa ajili ya familia na kuwasaidia wale wanaompenda. Pia mtazamo wake ukawa chanya kabisa, akawa ni mtu ambaye anahudhuria katika mazoezi, kwa maana ya ile nidhamu ya mazoezi ikawa imerudi. Anaonekana akichagua vizuri saa za kupumzika, kutunza mwili na kuamini kwamba stability ya maisha ya nyumbani inaendana na performance ya uwanjani. Bana, mabadiliko haya yamezaa matunda makubwa sana. Dembele sasa anaaminika kwa uwezo wake mkubwa wa kushambulia kwa nguvu na concentration ya hali ya juu, na imemfanya kupata mafanikio makubwa. Bana, yale masuala ya majeraha ya kila siku yakawa yanapungua kadri siku zinavyoenda na yakawa yanatokomea kama hivyo. Sio tena mtu ambaye anaonekana akitoka hospitalini anarudi mazoezini, akitoka mazoezini anarudi hospitalini mara kwa mara, bali anabadilika, fitness ya juu, mechi nyingi anacheza na ana uwezo wa kucheza kwa muda mrefu. Huyo bana ni Ousmane Dembele, na mwaka huu bana ndiye mshindi wa Ballon d'Or kwa mwaka 2025. Utambulisho wa kiwango chake cha juu duniani. Hii ni ishara kwamba mchango wa mtu wa karibu ambao si kwa kuonekana tu, lakini kwa moyo na vitendo unaweza kubadili maisha ya mchezaji. Lakini tujue kuwa nyuma ya kila mchezaji mzuri mwenye uwezo mkubwa na mafanikio makubwa, basi nyuma yake kuna mwanamke ambaye anamfanyia kazi, anampa nguvu. Akipoteza msukumo, basi anamfurahisha, anafurahisha akili yake. Anaweza kuwa mke wake au anaweza kuwa mama yake, mwanamke ambaye si taa za kivuli, bali ni mwanga wa kweli ambao unamilika maisha ya kila siku. Bana, mtu wangu, hii pia ni funzo bana, unaweza kujifunza. Hakikisha bana unavyokuwa unachagua mwanamke, hakikisha unatafuta mwanamke ambaye anaweza kukusaidia na kukubadilisha. Ni kweli mwanamke huwa anambadilisha mume wake, kama ilivyokuwa kwa Ousmane Dembele. Huyu Rita Ebok sio tu mke kwa jina, yeye alikuwa mshauri, rafiki wa dhati, lakini pia kwa jina lingine tunamuita supporter isiyoonekana lakini yenye nguvu kubwa
ambapo tunaona mafanikio mengi ambayo ameyapata Dembele, basi nyuma yake ndio huyo mwanamke mzuri mrembo ambaye play part kubwa sana katika kumhakikishia mume wake anazidi kusonga mbele na mafanikio yanazidi kuja kweli kweli. Bana, hili ni somo la kujifunza kwa wewe ambaye unataka kuoa lakini pia unakumbwa na matatizo mbalimbali. Bana, mwanamke ana faida yake katika maisha. Unaweza ukawa bana wewe ni kijana, kuna vitu vyako haviendi, michongo haiendi, lakini pia unaogopa kuoa ukizani kwamba utakuwa unatoboka kila saa, unatoa ila kila saa, lakini kumbuka kwamba ukipata mwanamke sahihi atakupa nidhamu ya kutumia fedha, lakini pia atakupa ushauri, atakuburudisha, atakufurahisha namna hiyo, na mtajikuta mnajenga maisha ambayo yamenyooka. Kila kitu kinaenda kwa wawili kama Mungu alivyotuumba. Alimuumba Adamu na Hawa akiamini kwamba Hawa atamsaidia Adamu, na ndivyo ilivyokuwa kwetu sisi. Na sisi leo tunashuhudia kuwa mambo ya ndani, vitendo vidogo vya upendo, nidhamu kichwani na moyoni, maisha ya nyumbani yenye heshima, hayo ni msingi ambayo uvuta mwanaume upande wa juu. Mwanamke mzuri na mwenye kutambua wajibu wa upendo anaweza kuwa tofauti kubwa kwenye maisha ya mwanaume. Bana, sisi hapa ni Arena TV ambao tunakuletea simulizi hapa mboni nzuri, na naamini mtu wangu leo umetoka ukiwa na kitu. Hiyo ni simulizi ya kweli kwa Dembele ambaye amepata mafanikio na ndiye mmiliki wa Ballon d'Or kwa sasa. Mwanamke ana mchango mkubwa sana katika maisha yetu. Bana, tuishi nao vizuri kama Mwenyezi Mungu alivyotuambia kwamba tuishi nao vizuri. Ukiishi nao vizuri basi mambo yanaenda good kabisa. Bana, mimi hapa ni mtoto wa Martin Mbuya, MC Kalepizo Mwamba. Hii ni Arena TV, endelea kutufuatilia katika mitandao ya kijamii. Pale Instagram ni Arena Sport Arena, subscribe kwa hapa YouTube, gusa alama kengele, share ili basi wa kwanza kabisa kupata update mpya ambazo zinakujia kila siku ambazo zinataarika, au sio bana? Mitandao mingine tu follow pale Instagram Sport Arena, au sio bana? Utakuwa umetisha kinoma noma. Bye bye mpaka wakati mwingine.